Tutakwenda na somo ambalo ni nguvu ya matamko na unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya matamko na unyenyekevu. Neno tamko amekuwa akitutamkia sana. Bwana Yesu asifiwe. Na pia kunyenyekea ni neno ambalo umelisikia sana katika hema la Bwana. Lakini tutazungumzia tena hilo neno kwa leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu neno la Bwana linapokuja kila siku linakuja katika nguvu mpya. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana ulivyolisikia mara ya kwanza haukuchukulia manani, haukuchukua hatua. Linakuja kwa mara ya pili. Kama ulichukua hatua kwa mara ya kwanza, ni nafasi yako ya pili kushiba tena mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Kama haukushiba mara ya kwanza, basi nenda ukashibe. Tutasoma vifungu kwanza mfululizo. Tutasoma Mwanzo 1. Mwanzo 1 mstari wa 3. 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 Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Mstari wa 4. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaiita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Naomba utafungua tena Yohana 11 mstari wa 21 mpaka wa 25. Yohana 11 mstari wa 21 mpaka 25. Wakati anaandaa hiyo Yohana, mimi nitasoma Misali 18 mstari wa 21. Misali 18 mstari wa 21. Unasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Hiyo utakuwa umeipata hiyo Yohana 11:21 mpaka 25. Yohana 11:21 mpaka 25. Mpaka 25. Yes. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalifariki. Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomwomba Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Mstari wa 25. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Nimeona tusome kwanza tumalize ili kusiwe na disturbance tena ya kufungua Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Ili tupate kusikiliza maneno ya Mungu. Tumesema kichwa cha somo ni nguvu ya matamko na unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Kitu cha kwanza kabisa natakuwa ujue tamko maana yake ni nini. Unapozungumzia neno tamko, ni neno la mamlaka linalotoka kwenye kinywa cha mtumishi wa Mungu ama Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tamko ni neno la mamlaka. Ndio maana utakuja kuona kwamba Mungu katika kile kitabu Mwanzo anakuja kusema kwamba na iwe mchana. Bwana Yesu asifiwe. Anaihamlisha ile situation kwa kutamka. Haleluya, wana wa Mungu. Anaiamrisha kwa kutamka. Ndio maana unapokuja kuzungumzia tamko, ni neno la mamlaka linalotoka kwenye kinywa cha mtumishi wa Mungu ama Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tambua kabisa kwamba mtumishi wa Mungu unapokuwa unatamka juu ya vitu fulani, unakuwa unatamka kwa mamlaka. Vile vitu vitake visitake lazima itokee kama ulivyotamka. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana sasa kuna wakati mwingine natamka kwamba natamka hali ya magonjwa kwenu itoke. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo magonjwa yamekushikilia, lakini tunatamka kwa mamlaka yaondoke. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ya tamko. Kwa hiyo inawezekana muda mwingine usitambue nini maana ya tamko, ukalichukulia poa kwa sababu huelewi nini maana ya tamko. Haleluya, wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa unapokuwa unazungumza kuhusu tamko, tamko halipo mbali na neno unyenyekevu. Haleluya. Tamko halipo mbali na neno unyenyekevu.
Anayenyenyekea ni rahisi kupokea matamko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini asiyenyenyekea kupokea matamko kwake inakuwa ni ngumu sana. Yawezekana mtumishi wa Mungu kama umekaa humu ndani, umekaa miaka mingi sana. Yawezekana umetoka anaanzisha kanisa, ulisema wapi huko? Yes. Siwi sai. Yes, yawezekana umekaa yupo sai kule. Umetamkiwa matamko mengi sana, lakini kwako kikawa kinapungua kitu kidogo sana kinachoitwa unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sisi na Mungu ni baba na mwana. Bwana Yesu asifiwe. Baba na mwana. Unajua kwa nini? Wewe uliye mama, uliye baba hapa, pale nyumbani ukitamka kitu, impartation inakuja kufanyika kwenye maisha ya mtoto mnyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Baba, yawezekana tukawa 10 pale nyumbani. Baba akasema, wanangu mkafanikiwe. Kwa nini wanafanikiwa wawili? Hao 8 kwa nini hawafanikiwi? Kwani hao 8 hawakutamkiwa? Bwana Yesu asifiwe. Si tamko linapita kwa wote. Kwa nini hawa 8 hawajafanikiwa, wawili wamefanikiwa? Tafsiri yake nini? Tamko linakwenda pamoja na unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Tamko linakwenda pamoja na unyenyekevu. Yawezekana ukatamkiwa sana katika maisha yako na mambo yasitokee katika maisha yako kwa sababu haukuwa mnyenyekevu kulipokea lile tamko. Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu. Kuna kitu natamani unielewe hapo. Tamko linakwenda sawa na unyenyekevu. Upo hapa Mbeya City Church, madhabahu ya matamko, nyumba ya matamko. Bwana Yesu asifiwe. Ambao tunategemea yafanye kazi katika maisha yako, ambao tunategemea ya kuinue kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini watu wanashangaa, how comes mtu yupo katika nyumba ya matamko na bado maisha yake yapo vile vile? Wewe unafikiri watu wajiulize? Watu wanajiuliza. Yawezekana kukawa kuna fakta nyingi ambazo zinakuzuia wewe matamko yasifanye kazi ndani yako, lakini fakta kubwa sana inakuwa ni unyenyekevu. Unajua kwa nini? Mungu anaangalia unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anachoangalia kwanza, anaangalia unyenyekevu. Ndio maana kitu anaitwa endurance, roho ya utii, roho ya utayari. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma utakuja kumsoma Daudi pale. Daudi kitu cha kwanza ili ampige Goliathi, anaanza kwanza kunyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Analikiri kwanza jina la Bwana wa majeshi ya Israeli. Anasema kwanza nakuja kwa jina la Bwana wa majeshi ya Israeli. Unasikia anachokuja kukitamka? Nakuja kwa jina la Bwana wa majeshi ya Israeli. Anamnyenyekea kwanza Mungu wa majeshi ya Israeli, alafu ndo anaenda kupambana na adui yake. Tafsiri yake nini kitakachotokea? Mungu chochote atakachokitamka juu ya Daudi kitafanya kazi kwa sababu tayari ameshanyenyekea mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana ukakaa sana hapa ndani muda mwingi sana. Yawezekana ukajiuliza mambo mengi sana. Kwa nini au kamsi mambo yatokee katika maisha yangu? Yawezekana yasitokee na ukatamkiwa yasitokee kwa sababu umeshindwa kuwa mnyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe.